Ukiangalia mambo ya bei ya chakula imeshuka. Ukiona mavuno ya wakulima wetu imepanda. Ukiona elimu tumeenda better than any times in our history. Ukiona mambo ya universities inaendelea vizuri sana. Afya, hata Amerika haina universal health coverage, na sisi tunapata universal health coverage. Sumeelewa? Ukiangalia walimu, ndio hiyo unaona vile inaendelea maneno. Hata sisi huko kwetu tumepata walimu wengi. Ukiona kila kitu inaendelea, alafu washenzi wengine wanasema ati Kasongo Ruto must go. Kuma nina zenu hao ambao wanasema hivyo. Kwani amekaa kwa kiti ya mama yako ama baba yako? Amekaa kwa kiti yetu sisi, na tutamchagua, tutamrudisha with 99% from the Eastern Province, hapa Eastern wafugaji wote, na nyinyi mtaniahidi mtanipa mimi 99% ama 100%. Mtanipa ngapi? Wewe ni fala. Wewe ni fala, una akili. Unanikasirisha, ni mpumbavu. He's stupid. He's an idiot. How can you go to a microphone like this? You are not even a parent. You're not a human being. You're a demon. Hizo vitu vya Rwanda. You're very stupid, Msafara. Wacha nikutukane because you deserve it. You are idiotic. You are nonsensical. You are a murderer. You do not deserve to be a leader. By all means, Farah Maalim, I was shaking. I don't understand how you are still in office in 2024. How my MPs mutuachie. President Ruto utuachie wa Kenya Farah. You need to resign. It was going to be very bad for him. He said that if he was president, he would have killed. Hata angesema 1, ningejam. He didn't say 2. He didn't say 10. He didn't say 100. He didn't say 1,000. He said he would have killed at least 1,000. So he could have 5,000 youths. I just lost. You are a fool. If I meet you, I would go to jail. I would punch you so hard. Tuisaidie. Tuiobee hizi mapepo zinakamata hao watu zitoke. Na muanze na huyu wa Kiambu. Na huyo mwingine anasema ati kama yeye angechaguliwa. Na wewe sikuonagi Serena. Ningetamani nikusalimie na mkono tu, habari yako. How can you say that surely? Do you know how painful it is to lose a son? Mtoto amesoma mpaka university, mama yake anamtarajia. Sasa huwezi pata mtoto tena na amekufa. It's so painful. Mwingine ni mtoto mmoja tu huyo, kamoja. Sasa muombe kabisa, tuombe Mungu hata apige hawa watu mamawe. Ndio hata waogope tu. Hata wakufe tu wawili watatu wao. Kwani wao hawezi kukufa. How can you be happy to kill children? You should apologize that. You apologize. Kama mtu amefanya hizo vituko, mimi mwenyewe wananiweka saburia, wanaweka. Nilimwambia mtu wa saburia awache, kama hata awache ni sauli yake, mimi sirika yako. Naona bado anaendelea. Kinkaka alikuwako. Karebedile alikuwako. Huyu mwingine mtoa alikuwako. Mimi nikisha kukwambia warning, ukikataa shauri yako, jeshi litakuja kwako, mimi. Wale vijana ambao wanafanya hivyo washikwe, sababu mko na namba zao. Hiyo mtu anaweka hiyo kitu, unaweza pata namba yake, sababu anapata points kwa TikTok. Sasa hiyo namba ifuatwe. Huyo mtu ashikwe, afinywe kidogo. Asifinywe huku kwa wanaume, afinywe kidogo tu, apige duru na apelekwe kotini, afugwe mwaka 2. Watu wengine wajue kwamba hii kitu inaofungaga watu. So that is good, maana sasa ni shauri yake, maana is a law. Lakini kuua is against God, is against constitution, is against God. Hii damu mnamwaga tu, itawalilia tu. We want also to ask our parents to bring up their children in a very good family moral values, that we use the social media, we use the internet with a lot of responsibility. Let us take you to court so that judge can tell the country it's okay to take pictures of judges, of church leaders, of political leaders, of children, and put them in coffin and circulate, and that is a country that we will have of that kind of disorder.
But from the side of executive and from the side of law and order, we'll take our side. Let the judiciary determine whether they want our country. Nidhamu ya kwanza inaanza kanisani na nyumbani. Kwa sababu ile maneno kwa mtandao siku hizi ukiona, halafu mtu mmoja watu wanasimama watu wachache hapo, rais anafanya hii, maneno ya abduction, maneno ya nini. Unajua rais pia umenikosea kidogo. Ile siku nyingine ulitangaza waziri, nilikuwa nafikiri unasema Kipchumba Sudi. Kumbe akakuwa Kipchumba Murkomen. Tena juzi nimesikia tena nilikuwa nategea ukasema tena Kipchumba Murkomen. Sasa wangenipatia hiyo docket hiyo ya usalama siku 3 peke yake. Hiyo watoto na ujinga hiyo ya kuchora vitu kwa maneno itaisha. Kwa sababu lazima tu hakuna inji inaongozwa na upuzi. Lazima inji yote inaongozwa na katiba na heshima. Si ni kweli? Yeah. Na mtu asikutisha rais. Unajua mimi nasikia naona yule mtu tulivuguze baada anaongea hapo. Mwingine anasema sijui nini hapo. Mai kuona inji yenye mtu anaenda tamu moja. Hakuna hiyo. Wataruka juu chini. Na nilisema jana, wewe mtoto yako achukue picha ya mtoto mwingine na tengeneze picha yenye mtoto mwingine ako katika jeneza na atumie mtoto wako, wewe utafurahia? Huyo mtoto anajaribu kusema nini? Sasa ametisha huyo mtoto mwenzako kumwambia nitakuweka kwa jeneza. And some people are debating with me. I did not go to school just the other day. I am a seasoned advocate, a lawyer of great repute. I understand what is freedom of speech, and I also understand what is crime and threats to commit a crime. We have enough crimes to charge you in the penal code, and we will not hesitate to do so, because this country must operate under the law and order. And please, nobody can scare us about that. Mimi, I don't do politics anymore. Ile siasa tulikuwa tunafanya hapa kidogo kidogo hapana. My job is to maintain law and order. And the team I work with are apolitical. And from now henceforth you will be seeing apolitical Murkomen. And therefore if you commit a crime, it doesn't matter whether you are my friend, you are my relative, you are my neighbor, we are going to make sure that the law takes its course. And you must be held into account. Let us take you to court so that that judge can tell the country it's okay to take pictures of judges, of church leaders, of political leaders, of children, and put them in coffin and circulate. And that is a country that we will have of that kind of disorder. But from the side of executive and from the side of law and order, we'll take our side. Let the judiciary determine whether they want a country that is full of disorder. And that we will not compromise. We must make sure that we move forward in that manner. Ile mtandao tumeweka na saa hizi tunaendelea kuweka internet. Tunasukuma internet in every ward katika Republic of Kenya. Na hiyo internet tunataka nyinyi kama vijana mtumie kusoma digital jobs, kupata nafasi ya digital commerce, muweze kufanya biashara, muweze kufanya kazi, mujisimamie. Na wale wengine ambao mnatumia hiyo internet ati kwa matusi, kwa kufanya mambo maovu, mimi nawaambia wazazi na sisi wote na jamii kwa jumla, tuwasaidie hawa vijana wasitumike vibaya, wasitumiwe kufanya mambo ambayo hayana maana ya matusi. Hata wengine wanaweka watu katika makaburi wakitumia mambo ya internet. Mimi nataka niwaambie hawa vijana, tafadhali, hiyo mambo ya kuweka watu kwa makaburi, leo mnaweka viongozi wa siasa, kesho mtaweka viongozi wa dini, kesho mtaweka wazazi wenu, kesho kutwa mtaweka ndugu zenu, na baadaye mtakuwa wahalifu, muanze mauaji katika Kenya. Na mimi nataka niwaulize viongozi wale ambao wana encourage hawa vijana, I want to tell leaders, let us not encourage our young people, the young people of Kenya, to do the wrong things, to acquire the wrong morals, or to acquire the wrong characters. They will become dangerous in the end. Not to the leaders that they are abusing today, not to the next people. They will also become a danger to themselves. Let us not use
matters of the internet for the wrong reasons. We want internet to serve these young people so that they can acquire jobs, they can do digital jobs, they can do digital commerce. That is how we are going to have a successful nation. Tumeelewana jameni? Tuko pamoja? Nawauliza vijana wale wengine wasipotoshwe na wanasiasa wa kuwalipa pesa kidogo ati waweke mapicha ya viongozi ati kwenye makaburi. Mimi nataka niwaambie hawa vijana, leo mtaweka viongozi kwa makaburi, kesho mtaweka wazazi wenu kwa makaburi, kesho kutwa mtaweka wenzenu, marafiki zenu ama ndugu zenu kwa makaburi. Siku hiyo ingine nyinyi mtaanza mambo ya mauaji. I want to ask you, those who are encouraging young people to continue this trend where they are putting people in coffins, let us be careful so that we don't build a generation that is going to self-destruct. Na mimi nataka kuambia Wakenya, tafadhali msiweke mimi kwa coffin kabla wakati yangu hajafika. Unaenda unaweka President of the Republic of Kenya, unaweka yeye kwa coffin, unaweka yeye kwa Twitter na Facebook. Hiyo ni tabia chafu sana. Wacha president, mimi mwenyewe sitaki niweke kwa coffin. Sitaki speaker aweke kwa coffin. Mungu ndio anajua siku ile mtu anaweka kwa coffin. Wewe huwezi kujua. Na watu wanapiga kifua wanasema hiyo ni haki yangu ya kusema. Huna haki ya kuweka mimi kwa sanduku. Hiyo haki iko kwa Mungu peke yake. It's not by mimi siwezi weka mwingine kwa sanduku. So wale watu ambao wanasema potea kama wako wapelekwe kotini kulingana na hii sheria tulipitisha bunge ya Computer Misuse and Cyber Crimes Act. Pelekwe kotini. Lakini hii tabia ambayo Wakenya wameanza siku hizi ya kudhulumu watu kupitia mtandao. Ati fulani ya sasa amekufa, amevalishwa tai na suit, iko sanduku ndani yake. Maana hiyo ni jambo la kuhuzunisha sana. Ambayo inafaa tutoe mfano mzuri kwa vijana wetu na watoto wetu. Today, there has been a number of abductions and in some cases unexplained deaths since the Gen Z revolts of June last year. And it is unfortunate as most of the people being abducted and or killed are our youth, leaving the parents, relatives and friends, other family members in a state of confusion and loss. I have personally suffered as my son was abducted and disappeared, and I was not sure whether he was alive or dead, making us anxious and leaving me and my wife and the rest of the family in turmoil. It must be remembered that at that time, I was the serving Attorney General of the Republic of Kenya, and as is well known, a member of the National Security Council as comprised under Article 240 of the Constitution. Despite making several requests, I was unable to trace my son, and I made demands to all the levels of the security apparatus of the country. Now, more than 6 months later, after that ordeal and the release of my son by unknown forces, he has not been charged with any offense, and the government at all levels has not been able to give me any explanation or reasons as to his abduction by hooded armed gangsters. People who have been told not to do this and they are doing that. Why? Because Kenya has become like a rehabilitation to everyone. We have seen people, like we saw the president, saying that we were not supposed to post those things that we have posted. But let me tell you, we are not burying the president. We are only burying the character in him. We are burying the bad characters that are happening in our government. We have seen people who have been abducted. We have seen people who have been going through a lot of problems in Kenya. Those people who are unemployed, the stress is killing everyone. The youths have been murdering themselves, or maybe sometimes suicide, and others are killed.
Why? Because there is something that is going on in the government and we would like them to tell us what it is. Yes. Bwana Murkomen, thank you so much because you have talked about the interior security. We don't have a problem with you. We only have a problem with you taking us because we are telling the truth. And let me tell you, the youth are very ready to talk the truth. And we are not afraid at all. We are not afraid. Comrades, power. Comrades, power. We are not afraid and we are going. If you need us to talk to you, please come to us and we shall be able to talk and know where we are heading to. Thank you so much. Yes. Comrade, viva. Viva. Comrade, viva. Viva. My name is Justus Kiptai. I'm a student at Mount Kenya University and I am the chairperson of Environmental and Climate Change in Students of Nakuru County Governing Council. And I'm here to address the nation, particularly the head of the Kamami. Kama kichwa iko mbaya, simkia iko mbaya. So if there is the head is the problem, then hakuna kitu inafanyika hapa ground. Vile hii government iliingia wakasema we are going to create the jobs for the youths. Kuna job creation inaendelea ya youths. There is no job creation of the youths. Wanasema wame create through affordable housing, wame create jobs kama 180,000. Kuna hata affordable housing hapa Nakuru. There is no signs of this government that they are going to change any soon. Hakuna hawaonyeshi hata dalili. Unajua sasa ile ng'ombe inataka kuzaa, inaonyeshanga dalili. Hii ng'ombe ya hii serikali inaonyesha dalili lakini haizai na hakuna signs ya kuzaa tena in the near future. Si ndio? Now if we want to agree that let this government be accountable. Hii government haiko accountable and they are demanding for respect. How can we respect you when you are abducting and killing the youths? How do you want you to respect you when you are not giving youths the jobs like they want? This government is saying that us youth we are idle. We are not idle in this government. The government is very oppressive until we don't have even the voices to express ourselves. When we are said enough is enough. Enough is enough. Enough is enough until they listen to the voices that have been burning under the ground. Sindio? Yeah. Comrade, viva. Viva. Comrade, viva. Viva. We are announcing soon where our plans are, we are heading to as the young people on this country. We cannot be oppressed forever. We shall stand and rise to the top of our voices to be heard in this nation. Comrade, viva. Viva. Thank you. My name is Philip Nyayo, the president of Egerton University, which is based in Nakuru County and the largest institution in the county. So I will start with the county government. One, when we elected you in 2022, you promised an industrial park in Njoro, which is in Njoro sub-county. Till to date, 3 years later, we have not seen even the commencement or even the surveyors coming to survey the area where the industrial park was to be built. So we are calling upon the governor and the county government that we are watching and we are keenly waiting to see whether the industrial park will be actualized or it was just a fallacy. The second thing is to the national government. I will talk about the abduction of our youths. My university has around 25,000 students approximately. One of our students by the name Kibet Bull, alias Gideon Kibet, was abducted and released 10 days later. However, he was to travel to Israel for an internship project, which is offered by the institution in collaboration with the Israel government. We are calling upon the government, now that he has been released, to facilitate his travel and his education in Israel, because a youth losing such an opportunity just because he was abducted is not fair to our youth. Comrades, power. Power. Comrades, power. Power. So we are calling upon the government to stop abducting our youths, to investigate and to release all the other youths who have not been released, because for sure we cannot have a security personnel, a security and inspector general of police, yet our youths are still being abducted. Yeah, sure. We are calling upon the government to work on that, and for sure our youths, I believe our youths in the country, we have the highest population, and I believe in 2027 we will all be registered voters. Sure. And we will not tolerate to elect leaders who have failed to work for us for the last 5 years. Sure. Thank you. My name is Francis Kafue, the SG Student Governing Council Nakuru County. Na kwa minajili yetu kufika hapa leo ni kuteteza serikali ya county na serikali ya national government. Kwanza tunaanza na national government. There is the National Youth Council. The National Youth Council is not functionable. And I will urge Mr. President William Ruto
tafadhali, if you value the youth of this country, tafadhali dismantle that National Youth Council and make sure you call us so that we can appoint other new leaders who can make sure that the National Youth Council addresses the issues of the youth. Again, ni kwamba hapa Nakuru County tumekuwa na shida ya uongozi. Serikali inaongozwa na makatels na tunasema ya kwamba sisi kama vijana tumekataa mambo kama hayo hapa katika serikali ya county. Cha pili ni kwamba sisi kama vijana we have the highest unemployment rate in this country and we have the highest number of population in this country. Na tunasema ya kwamba this time round we are not joking with you leaders. We elected you there so that you can serve us the people, not to serve your stomachs. Again, let's say this. Sisi kama vijana tumekasirika about the university funding model ambayo kwa sasa is not functionable. Na sisi kama vijana ambao tuko university tukisema ya kwamba hii mambo haiwezi kufanya kazi, haiwezi kufanya kazi. Na tunasema ya kwamba Mheshimiwa Rais, najua wewe ni mtu wa heshima sana lakini tafadhali kusikiza ground. Sisi tuko grao. Sisi tunajua what is happening. Ama naje vijana wangu. Na tunasema ya pili, sisi kama vijana 2027 we are not taking it anywhere. This time around we have to deal with you and deal with you personally. Na lazima we want leadership that will work for the people. Not leadership that will go there and entice the people. Again, si ndio? Ama naje vijana. Nashukuru kwa hiyo. Maalim anasema kama ni yeye apate nguvu angekuwa anaua jinsi 500 every day. And you have heard that, Excellency. Juzi anawatukana ati kiti ni ya mama yako ama ni ya, you know, those language. Ile watu wanaongea na wako kwako hapo mbele. Then they are making they need the government to lose structure on the ground kabisa. Ko hinyaririo na gethori kuga atia ko hinyaririo kufunyiriwa ne na watongoria tumetaga au kiongozi wetu tutirerira no nthigi matire matukora guku gumoka makirogia mawoni ona ndo marahagora na matiathire makirogia mawoni o enye mekiro ria mekura ni kwagirire tutaranji ko semra kana kirima kiuri tukona ni twamukitwo na tutiamukitwo na njira ngi matwamukite tu utire andu maratuteithia ithui tona no turakionera turi tukorio ka tu hamwe na thirikari ino maundu maria matwikagira nimo matuonagia ithui tutire hamwe nao kurigana na maundu mao na kirikanio kiria twarite tugithura thirikari ino tondu thirikari yagerire kanitha tukiona ta tugwikirwo maundu mega no uma uria twerirwo ciiraniro gutire ona kimwe kihingite hindi cio twikaga maundu maya tureka ona wathimu cio one muthuri ari na ithaka 10 ari na mitoka 10 ari na ti ciake ni cia mwana uguo na okete kumuragira mwana wona ndui Ngai no tugire nake Ngai ri cira wa Ngai ugukore mwana ndahuragwo na nduragagwo nige tukite guku boya Ngai na mwene nyaga atuteithiririo na tukirwaga na tugicokagia magongona maitu atuteithiririe kurwa na kinguki kiria gikorete bururi witu ciana citu no kuragwa iroragwa ona tukigera gutukugererwa ya Embu kuria ciana iranyitirwe kiabinya ni thirikari na nige turenda kuga atiriri Ngai no nginya tuboye Ngai wa kigongona atucokerie uthamaki mwega ndu muritu muno ukorwo kiria thiguku teno kana uhurukite mucie utekumenya mwana waku kuria ari na angi makicaka ya ciana ciao amwara morageirwo ciana mari na kana kamwe twiri magie na thayo wa Ngai na Ngai ucio wonaga hitho no eguka na gutiri undu uturaga amtaki ruto nilete Gachagua wangapi wanasema nilete Gachagua ngojeni kidogo leo tunajadiliana vizuri. Wangapi wanasema nilete Ruto? Hebu wainue mkono tu. Ati amtaki? Hebu fanya hivi kama hutaki. Amtaki kabisa? Wangapi wanasema nilete Gachagua hili? Haki ya Mungu, Mwenyezi Mungu abariki, asanteni sana. Imagine His Excellency the President anapiga simu anakuambia kawa wewe ni rafiki yangu, we sign there unisaidie nitoe hii mtu amenisumbua sana. Alizunguka Kenya hii Rigathi Gachagua akituambia tu jabaneno mutimeteithie, agacoka akauga ateithio amweherie.
and yule hakusign sio rafiki yake tena. Ndio juzi tukienda likizo wote walipewa forms ya kuajiri walimu, hata wale hawakumchagua ODM. Sasa Your Excellency, wale walikuchagua, mimi sitaki kazi ya waziri ama ya mwalimu. Mimi niko mbunge, nimepewa kazi na watu wa Naivasha. Lakini for heaven's sake, watu wa Naivasha, walimu hao walikupigia kura, na mbona unawatenga? Na sio mimi nauliza kazi. Why on earth? Mheshimiwa Rigathi aliambiwa wewe ni mkabila, ati kwa sababu anasema tuungane. Tuungane, watu wa mlima tuungane, tusigawanywe. Akaambiwa yeye ni mkabila. He just said, lakini kuna wale practicing. Ile kazi ikitokea ni ya jamii fulani, kazi ikitokea ni ya jamii fulani. Sasa ni nani mkabila? Getagosha. It's not functioning. It's not. Explain to me why patients from KNH had to storm the offices of the Cabinet Secretary of Health to just get an explanation as to why wanawekwa kama gari za parking, wangoje system ya SHA ianze kufanya kazi. There is one patient there who has waited for more than, I think, 12 hours plus. Alafu mburukenge fulani inasimama huko inakuja kusema Ruto mpaka 2032, Ruto mpaka 2027. God teach me how to keep quiet. Yes, tuliwaambia SHA is a scam. Now look what is happening there in the KNH. Angalia, those are patients wengi sana, na wanasema kulipa, kama ni kulipa pesa inaingia kwa account, lakini kupewa, kuhudumiwa, kupewa services ni ngumu sana. We are telling the government, you can do better. Walipanga mpangilio ambaye haifanyi kazi. Isha shishe. Naambiwa. Tuliambiwa vizuri na ikaeleweka. Na ndio tukaipitisha. Ilieleweka, ikasemekana wale ambaye watu na mshahara kubwa kama hawa ndio watatoa kodi kubwa, ndio yule hana atibiwe bure. Sasa tunaambiwa tujiandikishe na pesa tumetoa. Unaambiwa ujiandikishe na wewe ni Mkenya na kodi imetolewa. Kwa nini ujiandikishe? Si aseme uende na ID utibiwe kwa sababu you are Kenyan. They have now opened it up to Kenyans to be able to pay every month. Let us educate our people that you now can pay monthly premiums, access your dialysis, access your cancer treatment. Let Kenyans know that today under SHIF or under the Social Health Insurance Fund, they can access dialysis, they can access chemotherapy, radiotherapy, free of charge if they are registered with this authority, if they have paid their premiums. Doesn't matter whether it's annual premiums. If you have access to insurance premium financing to pay your annual premiums, pay. If you cannot, discuss with them and pay your monthly premium. Under Taifa Care, citizens are eligible for all services upon registration. Patients. We have walked all the way from Kenyatta Hospital, coming here for treatment. From last week, Wednesday, the systems are not working. And I have come here to protest, to say that they are not working. There are patients in the ward who have been discharged, and they have not been treated. Wakenya, ni jambo la kiuchechesi kiongozi msima kusimama kwa mkutano ambaye Wakalenjin wako na kuanza kusema ati Wakikuyu wanalenga jamii ya Wakalenjin, ati Wakikuyu hawajakataa Ruto, wanalenga jamii ya Wakalenjin. Watu wangu, wakati Wakikuyu waliamka asubuhi kuenda kupigia Ruto kura, hawakukuwa najua ni mgale. Kama mtu ameshindwa na kazi,
Sisi Wakenya wote tunaangalia ameshindwa na kazi. Wakenya wote wako na haki ya kuambia yeye ameshindwa na kazi. Si ati saa ile Wakenya anaambia mtu umeshindwa na kazi, wengine anaanza kusema ati analengwa kwa sababu yeye ni Mkalenjin. Ruto ameshindwa na kazi. Mimi naitwa Lawi Arap Korir na mimi naangalia na niliangalia tangu zamani. Ruto anakuja kushindwa na kazi. Na inaonekana kwa Wakenya wote Ruto ameshindwa na kazi. Wakora wa zamani walikuwa wanatumia jamii kujikinga. Lakini na wakati ambaye wakora walikuwa wanatumia jamii kujikinga imeisha. Kenya Kwanza mjiandae kwenda nyumbani, mmeshindwa na kazi.